Limetupitisha lazima lirudishe. Lakini yani kukiwa na ujenzi huko yani bwana. Ndio na realize unaona kama banofu nzima train station nzima wanaijenga. Sasa ni kwa mtu hapa. Hata packet lazima mpaka dakika 5. Oh. Akisubiri watu wengine. Lakini sasa sisi train yetu hatuja miss Bado sana sababu tulitoa milioni kwanza kule tunaona. Anasimama nyuma ile pale na 190. Ndio hili pia ni hili lingine. Lakini zote ni hizo okay guys. Lakini ni buda. Hapo msikiti mimi bado sisimama. Lakini haizongea kama yeye unaona ndio Anasimama. Lakini hii unajua ndio main. Pale kusimama pale amefungulia mlango tu. Sababu alikuwa anajisikia atu. Sasa sisi to makarao unaona wale pale. Kwa hiyo tunavuka vipi? Haraka haraka sasa makarao tunaona wanakuja. Ha? Hapa wewe ndio. Dereva wa Tanzania wanafikiria tuingie na nani ama tutembee. Haya ushuke tu hapo. Lakini lazima uninio. Niombe kama unaomba niombe. Mungu nakuma hapo anakuja. Kuna lini wanakuja? Train we go to kuna one hili linapiga paka ninio 1050 kilogram 1050 chiki ya check najua unaona hapa tuko Ost. Unaona ujenzi vile wanajenga hapo buda Wajerumani kujenga wanajenga miaka mingi yani kama Wako unashangaa wanajenga kitu gani? Wajerumani lakini wanajenga sana bwana. Ni corruption ni Babu ya tu. Corruption kama kila mahali. Kwa ujenzi gani wewe unachukua mwaka miaka miwili kujenga hichi kidogo? Wewe unaona kama ingekuwa ni wa China wa mtu anaanza leo inaweza maliza hata within 2 days. Mwanangu ni hapa sasa pana mwaka na kitu. Mwaka wanavunjia kule unajua kama ilikuwa ni pale mtu unashuka tu hapa. Unashuka pande zako juu mabasi yako hapo. Yale mabasi yale pale yalikuwa nakaa hapo. Okay. Hapa ndio walikuwa wana nini wanataka mabasi ya hiyo ya kujenga. Yaani liko mabasi yanakaa hapo. Ukitoka safi kabisa. Lakini sio sana serikali imeamua siku gani sasa hivi kwa rafiki sasa hivi. Unakuja unapanda mlima mpaka unapanda zako hapo. Wakati kwa barabara tu pale mabasi yako pale. Hapo kuna hoteli vitupu hapo. Okay. Yote wamevunja vunja. Underground. Nadhani kama kina kamili. Ndio wanajenga. Lakini ukimaliza kitu kitakuwa kiko. Hata kama wanachukua muda mrefu lakini kikiamua kimesimama, kitu kimesimama. Wewe imagine kama ni Afrika wewe. Wanachukua muda mrefu huo
alafu kitu kikiisha, watu wakifanya ile simiti hivi, wafanya kwaruza nsha. Ha? Kuna ujenzi bwana wa miaka mitatu minne, karibu bana, pesa iko bwana. Pesa iko Ujerumani sasa. Ujerumani sasa bwana, unaona kitu ambacho kinamaliza Ujerumani ni makaratasi mengi bwana. Kitambo waanze, unaona kitambo wafikishe kujenga, kuna agency mengi kabisa, pesa zinapita mpaka ni kwa kila kitu lazima kiwe documented, unaona, lazima. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana ambavyo wana mfungwa wewe. Kwa hivyo Imekuwaje? Inaweza kuwa jua anajenga. We can't, it's closed. Poa. Gani? Labda uangalie nini? Umeangalia, sinaona vile watu ni wengi. Ama zimekuwa na shida sababu hizi treni nazo na siku hizi waga hao mashida kama yote. Sijui hakuna treni. Hello bro. Alles gut? Semaga Swahili. Do you speak Swahili? Swahili. Semaga Swahili kidogo. Usema unatoka, where you come from? Congo. Congo. It's good. Okay. Yeah. I'm making YouTube videos. Yeah. YouTube, TikTok. Okay. So Yeah. Semaga kidogo. But English is okay. Okay. Yeah, it's good. We speak also English. Yeah, English is okay. Where from? Tanzania. Tanzania, Kenya. Tanzania. Yeah. Okay, Kenya. Kenya. Oh, okay. You see, we have brothers all over the world. So unaona, 3 lands meet together in a foreign country. It's good. Yeah. This one, how far? Yeah. Good. Okay. You are journalist. No, I just do some YouTube only for vlogging. No journalistic. Just like traveling, new hobby. Yeah. Today the trains are also some problems, huh? Okay. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Anywhere, man. Yeah, it's okay. Anywhere I'm gonna sit, man. Today I was supposed to come with I have a tripod, huh? Then I forgot it because I was in a hurry. So what's the program? Later you make it live. What? You like Huh? You get live. Yeah. I want to shave my hair, but he tells me not to. Yeah, I want to cut it. No, I want to everything. Yeah, I want a new style. It's been 12 years since they have this thing. 12 years, and now I feel like it's too much. Yeah, it's too much. I want to change something new. Yeah. But I'm thinking, because shaving is something which you can't get again. So if once I shave them, you can't get it. now if maybe I shave, then I regret. Yeah. But I feel like my mind is made up already to shave it. But it's making me thinking twice of my decision. But what is good is to be you have a dress lock. Pardon? You have a black locks. What is it? How do you feel? Yeah, it's just feel it's like fashion. I did it like fashion. Yeah. Fashion, the same fashion for 12 years. Yeah. Yeah, that's
It's too much. Yeah, yeah, I wanna change. I think I will shave it. I will shave this. It's too long. I will shave it. Long bro, one colleague, you 12 years. Yeah. Since 2012 until today. Since 2012. That is No, more more than 12 years, 13 years. Huh? Okay, so one people, Yeah. 30 years, 32 years. Yeah. Yes, That's yeah. something long. Just like, That's 2 years. That is the craziest. Boy, that is you know but the. you still, this one is small, no growth, maybe niche big. So we think we're trying to take that one. Yeah. This is Houtbanoff, yeah, true. Yeah, this is crazy, man. Huh? Yeah, guys. I think we can just stand. Huh? Yeah, we'll just stand. Ngoja. Kwa? Mwanangu, ukizaa nao, Umesema kutomba nani? yani kuwatomba Waafrika wenzako, kuwatomba Waafrika. Hello, beautiful. Waweka kweli kweli. Umeelewa? Ah. Na kuwatomba wanawake weupe hawa. Lakini wazaliwa wa nchi yao hii. Sio vishoka kama sisi. Sababu vishoka mimi nahesabu kama wakimbizi kama mimi. Yaani unaundiza Mwafrika utombane na Mwafrika ama utombane na mzungu? Nani mwenye faida wakati mnapata matunda ya mtoto ambaye atakuhendo wewe na atakuheshimu? Yupo Mzungu. Una uhakika? Ina depend pia. Wale Mwafrika kama mnapendana. Wewe, mimi nasema mzungu bwana. Wanasema mzungu. Nasema mzungu. Kwa sababu mimi nasema Mwafrika. Kwa nini Mwafrika? Yes, kwa sababu mzungu anapoamua kukosea, roho yake kurudi ni tabu sana. Na kwani wewe ukikosana nao watu wawili, ngojea, ukitaka kukosana nao watu wawili, kwani unataka kurudiana nao kufanya nini? Okay, ni sawa. Sisi tunaongelea yule ambaye atatreat mtoto. Sikiza kwa nini? Mzungu bwana, vile mimi nimeona bwana, ni ngumu sana kumgeuza mtoto kumheti babake. Lakini Waafrika wengi kwambia baba yako hivi, baba yako nini, wanabadilisha watoto vibaya sana. Mtoto na yani watu wengi sana katika hii, mimi naongea kwa Afrika. Ya hii inaenda kwa wanawake wa Afrika. Nyinyi percentage 90% yenu, nyinyi mkikosana na wanaume zenu, mnahusisha watoto katika hizo makosa. 100%. Yeah, Africa people. Yeah. Really. Unaambia watoto sijui baba yako ni hivi, baba yako, unaona? Hiyo ni kitu mbaya sana hiyo. Hiyo mwanangu ni kama mimi naongelea yani kuhusu mimi mwenyewe. Mimi bwana toka niko mdogo, mamangu babako ni hivi, babako ni hivi. Then nakuwa mkubwa, najua buda namchukia mzee bwana, hata nimeanza kumpenda mzee vijuzi bwana, unaona? 30 years. Unataka nini? Lift gani? 30 years. Sababu ya maneno bwana. Kwa hivyo mkikosana na wanaume bwana, msihusishe watoto wenu, sababu watoto wengine wa kiume bwana anamkia kumchukia babake sababu ya wewe mama waga kila siku ni maneno madogo. Babako sijui hauna wewe nini, unaona vitu vidogo. Funga mdomo wako. Wewe umekosana na baba na mzazi. Siwaachie. Lakini watoto achana nao. Unaona jinsi gani watoto wataishi na wazazi wao? Hilo Exactly. Ni maamuzi ya mtoto mwenyewe kwa jinsi ambavyo anaangalia kwa wazazi wake wanamuendoje. Lakini wanawake wa Kiafrika kweli wanachokosea wao ni ukosefu wa nidhamu kwa wanaume ambao waliwapenda, lakini baada ya kumaliza kuchezeana wakaona ni basi, sasa wao wanakuwa wanachafua kwa watoto. Hii si sawa hii. Mmesikia? Hii kweli. Mwache. Hii sio sawa. Sasa utofauti ya wazungu na Waafrika iko hapa kama ambavyo umeongea wewe Ibrahim. Mzungu hata husisha mtoto ati babako ni mbaya, babako hiyo hakijaona mimi. Hiyo kitu bwana mimi ndio niko nayo katika familia sasa hivi. Okay. Umeelewa? Lakini mimi nasema kwamba mtoto akikua kama ambavyo wewe tayari umeona, ndio nimeona. Na wao pia watakuwa wataona kwamba baba ni mtu aina gani. Na ni kweli. Hiyo lazima unaona. Kwa hivyo bwana nyinyi
Kitu kingine mzungu yeye Ah. kikubwa Ah. atabadili address, atasema tu bana, huyu mimi nyumbani kwangu simtaki, ila mtoto wake atamuona. Atamuona mnapangiwa ni Umeona, kama ni wiki, unaona kitu kama hiyo, lakini sasa jirekebisheni basi. mmesikia? Ya kwenda Kwa hivyo mnaniudhi kwa Max Zen yani. Kwa hivyo peace and love. Shida zako ni shida zako. ya ma ex waekeni tu katika utaratibu wa watoto wao, kama mmezaa nao, kama mmezaa nao okay, mpoteze. Lakini tayari bwana umepata riski, lazima kidogo mweke nafasi ya watoto, kwa na sikiza, kuna heshima ya mtoto kwa babake. Kumama mtu asije katika asije kwa comment kumanina akaja akacomment kisenge. Sawa? Comment zako za kisenge uzitoe kwangu. Na nimesema 90% ya wanawake wa Kiafrika ndio wako hivyo. Umesikia? Pumbavu. Damn. Kwa baridi. Pia hela. Nairobi, yule anayekutenda pia ananipenda, akikuwekea ananiletea, anakula fea. Ogopa sana mama. Nairobi, yule anakupea. Okay, chote wase. Cha mwisho. Bwana, cha kuongea mimi bwana, cha mwisho ni kuwataka tu bwana wanawake wa Kiafrika, hata kama kuolewa sisi kwamba labda ni wamemaliza maisha, wala mambo yao ya kudanga sisi labda ndio maisha. Kuna wengi ambao tunawajua wanadanga, lakini hawana faida hata moja, zaidi ni wao wenyewe tu kujipoteza katika maisha yao. Zingatieni kizazi chenu na wanaume ambao mnazaa nao, kuwaheshimisha watoto zao, kuwaheshimu baba zao, sio kuwaharibu akili zao. Ni hicho tu cha kuongezea mimi. Hiyo itakuwa pia ni faida kwenu bwana. Sawa mzee. Mungu akubariki. One love, stay strong. No.